mimi afadhali nife nipumzike. Nani amekwambia utapumzika? Sasa huenda ikawa Muislamu au makufa, lakini position yake mbele ya Allah azza wa jalla ni position mbaya. Hana rasidi ya kutosha, hana akaunti ya kutosha ya mema mbele ya Allah azza wa jalla. Akaunti yake ya maovu ni mengi kuliko akaunti yake ya wema. Sasa wewe umeomba kufa, naam, mauti yakaja, lakini mauti yakishakuja, baada ya kufa wewe ulikuwa unadhani vipi? Wewe ulikuwa unafikiriaje? Sasa mawazo yake yanamwambia mimi nikifa napumzika na hii balaa, natoka katika haya madhara, nitapumzika na nitasalimika na haya maafa na mengineo na mengineo. Kumbe asijue ya kwamba huko mbele unakokwenda ndipo uenda kwenye balaa kubwa zaidi, waliyadhu billah. Sasa hapo ndipo naweza kuteleza Muislamu akidhani kwamba kifo ndio kitakuwa ni kheri kwake. Mimi afadhali nife nipumzike. Nani amekwambia utapumzika? Wewe wasema ukifa afadhali ufe upumzike. Aliyekuja akakufundisha hiyo ghaib, akakuambia kwamba wewe ukifa utapumzika, hiyo ghaib nani aliyekwambia? Jawabu, hamna. Maana anayejua kwamba huko mbele atakwenda kupumzika au ndio uenda kwenye adhabu kubwa zaidi, ajuaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni juu yetu tuwe na dhana nzuri, lakini dhana nzuri unaijenga juu ya nini? Dhana nzuri unaijenga juu ya iman na unaijenga juu ya amali salih.